Bwana tusaidie sana. Lord help us. Lord help us. Mungu atazami umaarufu wa mtu. God do not look at the fairness of somebody. Mungu haangalii kwamba huyu ni mtu wa heshima namna gani. God does not care about how you are being honored. Mungu anaangalia kile ambacho amekisema. God is looking after what he has spoken. Kama watu wanakifuata. If people are obeying. Bwana tusaidie sana. God help us. Kitabu cha Samuel, in the book of Psalm, kitabu cha Samuel wa kwanza, in 1 Samuel sura ya 16. 1 Samuel chapter 16 mstari wa kwanza and chapter 1. Hapa pana habari ya mfalme tawala mmoja aitwaye Sauli. Here we have we are looking about one of the king during the time of the King Saul, I mean. Mungu alimpa Sauli maagizo. God gave Saul instruction. Akamwambia aangamize wanyama wote. He was told to destroy all enemies of the Lord. Asiache mnyama hata mmoja. He should not leave even a cattle. Tunajifunza kusikia sauti ya Mungu au sauti ya Roho Mtakatifu. So we learn to obey the voice of the Lord or the voice of the Spirit. Mungu amempa maagizo ya kuangamiza wanyama wote. God instructed Saul to destroy all people and all animals. Lakini Sauli alipokwenda kuangamiza wale wanyama, but when Saul went to destroy those people and those animals, akawa ameangamiza baadhi, alafu wale wazuri akawatenda. He destroyed those which were not fattened. He killed them, but those which are fat, he left it. Yeye akaona wale ni wanyama wanapendeza. So he saw that those animals were good in health. Akasema hawa ninawaacha. So he said, let me leave this. Lakini kabla sijaendelea sana, before I continue, hapa napo pana funzo ndani ya kanisa. There is a lesson here in the church today. Tunao watu wengi ndani ya kanisa. We have plenty of people in the congregations. Hawa watu wote wanatakiwa wapate haki. All these people needs to get their right. Hakuna mtu ambaye ni special. No one is special. Kwa neno la Mungu linatakiwa litolewe kwa kila mtu. So the word of God should be ministered to all people. Ndio maana mtume Paulo, mtume Yohana anasema ulitoe neno la Mungu kwa usawa. So why Apostle Paul says that you should preach the word of God in the same manner. Kwa hiyo Sauli akachagua kwamba hawa ni special. So chose that these animals are special. Tatoa mfano huu. Let me give another example. Huyu ni special kwa sababu anatoa fungu la 10. This man is special because he gives 1/10 of his earnings. Na anatoa fungu la 10 zuri. And he gives it a well of time. Kwa hiyo hata akifanya makosa, so even though he will do some mistakes, mchungaji anasema, the pastor will say, siwezi kumwambia. I'll never tell him. Kwa sababu nikimwambia, because if I tell him the truth, anaweza asitoe fungu la 10. It may happen that he will stop doing or giving time. Ndivyo kinatokea kwa Sauli. So this is what happened to Saul. Kwamba hivi ni vinono vinafaa. These are fattened one. Havistahili kuuawa. These are very important. It should not be killed. Lakini sauti ya Mungu imemwambia, but the voice of the Lord has instructed him, kwamba angamiza hivyo vitu, that he should destroy all. Ubinadamu unaingia. Here humanity makes intervention. Mchungaji sio hivyo. Pastor should not be like that.
Bwana asaidie sana. God help us. Bwana asaidie sana. Kama ukasema huyu ni mtu wa heshima, You will decide that to say this is a more respected person. Mungu angekuwa anaangalia hivyo, If God would be looking like that, asingemtoa Adamu kwenye bustani ya Edeni. He could not remove Adam from the garden of Kwa Eden. sababu ndiye mtu aliyekuwa anajivunia. Because he was the only important man he was boasting of. Ndiye mwanadamu wa kwanza kuumbwa. He was the